kamari ni katika madhambi makubwa, na Allah aliita kamari kuwa ni uchafu. Kisha Allah akaunganisha kamari pamoja na ushirikina kana kwamba ni vitu vinakaribiana kabisa. Ni kwa sababu ukiangalia asili ya historia ya kamari, zamani zilikuwa zikichezwa wapi? Mahala za pombe. Na kisha kwa sababu ulevi unasababisha fujo na wadui na uhasama, pia kamari hali ni hiyo hiyo, vinafuatana hivyo. Lakini sasa mara nyingi wengine wanaoingia kwenye kamari huwa hawaingii tu kwa kubeti, bali huwa wanaingia na kisha wakishaondoka hapo wanaenda wapi? Ugangani. Ya kuwa bwana, nimekuja naomba unifanyie dawa ili pia na nifanye nifaulu bwana, kwa sababu kila siku mimi na bet lakini sifanikiwi bwana. Sasa hebu na hivi karibuni mtaanza kuona wameweka kwenye mabango kesi tulipotea ubeti pia utaka kufaulu tena kwao. Kisha Allah akasema kuwa ni miongoni mwa matendo ya kishetani. Alafu mwisho kabisa Allah akasema jambo ambalo mwenye kuzingatia anaogopa kabisa jambo hili, akasema fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa hivyo Allah akafungamanisha kufaulu na kule kuacha vitu hivi. Kinyume chake, mafhumu mukhalafa, manake ni kuwa mtu akiwa ataki kufaulu mbele Allah basi ajihusishe na mambo hayo, manake ni kuwa hata laumu yeyote, kwa sababu aliambiwa kwa ili ufaulu wachana na mambo haya. Kisha ukaambiwa kuwa haya ni mambo ambayo yanakutoa katika kumtaja Allah na pia katika nini? Katika swala. Kwa hivyo Allah akasema komekeni kabisa na mambo hayo. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kwa hakika ni mambo ambayo yanasababisha uadui na uhasama mkubwa sana. Mbali na uadui ambao unasababishwa kwa yule aliyeliwa pesa zake, anabakia na chuki na uchungu moyoni, lakini pia mara nyingi hizo pesa huwa zinaleta uadui ndani ya familia. Mama amepewa fees, aenda alipia mtoto shuleni, akifika pale kiangalia hivi ni kweli anaweka anakula, ukiona hivi jamaa amekula, upi anaweka anakula, amekula mama weka bwana, unajaribu kwanza shilingi 500 unakula pia, ukiona hivi unatoa safi nzima, jamaa amepewa 10,000 alipe, anaweka pale, akiweka tu hivi napata machozi, mtu mzima anaanza kulia. Baba anatoka kazini mwisho wa mwezi, ametoa mshahara, ampewa mashallah, arudi nyumbani, kodi hajalipa, stima hajalipa, fees hajalipa, madeni hajalipa, akipita anaambiwa kwa nini? Cheza ufanikiwe. Akiangalia kweli jamaa anakula, kumbe wala anaokula ni wenyewe kwa wenyewe. Mara ghafla mtoto pia ameingia kwenye kubeti, pia baadhi nini wizi pale, na pia maanza mpango pale, ili at least pia baada pesa ya kubeti. Kwa hivyo inakuwa pale ni masuala ya kutuaminiana, mwishowe uadui katika familia unapata kuwa inakuwa ni balaa juu ya balaa. Hasa kwa nini hatuchukui picha ya kuwa zamani haya mambo yalikuwa yakifanyika mtaani, tukiona kuwa jamaa wanafanya mpango, wanajusanya pale, kumbe ni wenyewe kwa wenyewe. Mimi nadhania kuwa kwenye TV mbadilika, bado mambo ni yale kwa yale, isipokuwa tu yanafanyika mbali na sisi ndio hatujui, lakini ukweli ni kuwa wanaokula ni wenyewe kwa wenyewe. Hii ni njia moja kati ya njia za kudhulumiana. Kwa ndugu zangu Waislamu, nimeona kuwa haya mambo angalau tuyazungumzie, na ni kwa sababu yanafanyika, na sasa imekuwa baadhi ya Waislamu pia keti kwenye vikao vyao wanaanza kupigiana story kama kuhimizana, unajua fulani pia ameshinda bwana, umesikia? Sasa anatia wenzake morali ya kuwa kumbe haya mambo huwa ni kweli, bwana, hata kuna rafiki yangu huko kazini pia alishinda bwana. Sasa hiyo maana yake nini? Ukisema maana yake ni kuwa unafanyia wenzako da'wa waingie katika kamari pia. Alafu mwisho kabisa ni miongoni mwa mambo yanayosababisha mtu kufilisika kwa haraka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mimi nawapa tahadhari ya kuwa haya ni mambo ambayo ni haramu, tena haramu mbaya zaidi, na hiyo pesa ni haramu kiasi ya kuwa hauwezi kabisa ukafanikiwa na pesa kama hizo, na hata utapata, lakini ujue kuwa umepata pesa ya haramu.